kwa habari jamii. Burudani na michezo tunaweza kuzipata hapa. Silver Striker na Young Africans marudiano, mashabiki wanaingia bure. Hili swala likoje? Maana limezua taharuki mitandaoni. Unajua kitu kimoja. Kwanza kuingia bure ni waambie labda kizazi cha sasa hivi ama watu wa sasa hivi. Kuingia bure hatujaanza leo. Sisi tumeanza kuingizwa bure Yanga tangu enzi ya Gina Basi Guramali mpaka kaja Mahbub Manji. Ndio sasa hivi anakuja Garib Said Mohamed. Ndio tunaingia bure. Kutokana na kuingia bure ni mifumo ambayo tumetengenezewa. Kwanza tunanunua jezi kwa bei 45 mpaka 50. Cha pili tunakata kadi 24,000 kwa mwezi, tunalipia 24,000 kila mwezi. Na kuna kitu kingine ambacho watu wanashindwa kuelewa kwamba ile kadi yetu tunayolipia 24,000 tunapata matibabu 15% inakatwa tukienda hospitali ya Aga Khan. Tukitibiwa pale 15% tunapunguziwa punguzo tukiwa katika hospitali ya Aga Khan. Mbili ile kadi ukaenda kununua nguo katika maduka GSM, ukaenda kununua vifaa vyovyote katika maduka GSM unapunguziwa 15% ya kitu ulichokinunua. Na hivyo GSM ameamua kwamba kutokana sisi tunalipa kadi za wanachama, amesema kwamba ingieni bure. Wakati huo sisi tunalipa tofali la ubingwa 24,000. Walisema kwamba tunapigwa. Yaani hela zetu zinapigwa. Hao ambao wanasema tunaingizwa bure walisema kwamba tunapigwa. Leo hii inakuwaje wanasema kwamba tunaingia bure aliyakuwa tunatoa 24,000 zetu zinarudi fadhila, ikiwa GSM anasaidia watoto yatima, anasaidia watu wasiojiweza. Kutuambia sisi wanachama wake ama mashabiki wake tuingie bure, wao inawauma nini? Sisi tunakula ng'ombe pale. Kila msimu tunakula supu ya ng'ombe pale hadi ya ngamia. Ni bure, hatutoe hata shilingi. Wao inawauma nini? Ni kwa sababu wao hawajazoea hizi hali. Ni kwa sababu wao wanapotoa pesa, wanapopigwa pesa zao, alafu mwisho wa mwaka bosi anasema anawadai bilioni 85, inawauma. Sisi wanatuonea donge. Aliyakuwa kwamba sisi hatudaiwi chochote. GSM hajasimama hadharani kusema kwamba naidai Yanga bilioni hata moja. Lakini wao bosi wao anaposimama hadharani anasema naidai Simba bilioni 85. Kwa hiyo wao na sisi ni mbingu na ardhi. Sisi tunakula tunachotoa. Tulichotoa tunarudishiwa. Ndio hicho unaona tunaingia bure. Na sio kuingia bure tu. Siku ya starehe hiyo ambayo ni Jumamosi, mimi nilikuwa naomba kwamba tupewe maji, tupewe na jibusti, tupewe hata kipleti cha biliani ili waume kabisa. Lakini hapo inasemekana kwamba mashabiki wa Young Africans walikuwa wamesusia mechi hii kutokana na Young Africans kufanya vibaya nchini Malawi. Kuna ukweli gani katika hili? Hamna ukweli wowote. Yanga hatujasusia. Na Yanga kufungwa kwetu sisi ni kama vile kunguru kumnya mavi binadamu. Sio kwamba analenga bali anabahatisha. Sisi kufungwa sio kawaida yetu, ni kufungwa ni bahati mbaya. Hii ni club bingwa. Mcheza kwao ushinda, ameshinda goli moja. Lakini sisi tunaamini kwamba atapokuja kwetu tutapata zaidi ya goli moja. Alafu nikwambie kitu, Boris Dad Sheikh kutufunga sisi goli 3 bila kwao. Alikuja hapa akapigwa bao 4 bila na akaondoka ametoka. Aliyakuwa amehuzunika kwa kweli. Boris Dad na Silver, Boris Dad ni timu kubwa sana kuliko Silver. Lakini kumbuka nikukumbushe hapo mwaka jana goli moja lilishindwa kuwapeleka kimataifa pia. Yaani kama unasema kwamba kila mechi ushinde, basi wewe unakuwa ni bingwa wa dunia. Maana unapopanga wewe ushinde alafu unashinda. Labda niwaambie watu tu kwamba mechi hii tunashinda. Na hata kama tukifungwa ni mpira. Yaani kwamba usiseme kwamba unashinda, alafu kitokea matokeo unazimia ama unakufa ama unalaumu uongozi. Ukifungwa ni mpira. Mpira una matokeo ya kikatili. Mpira kama mapenzi. Unaweza kukataliwa na mwanamke mbaya tu wakati wewe alikuwa ni mzuri na una pesa. Na ndio hivyo mpira jinsi ulivyo. Kwa hiyo sisi tukifungwa, sisi tukitoa suluhu, sisi tukishinda, tunaikubali ile hali, tunasema alhamdulillah.
Sisi ndio Young African, tumezoea hivyo. Tukishinda tunasema alhamdulillah, tukifungwa tunasema alhamdulillah. Allah ndio mwenyewe anayejua. Lakini kama mkifungwa kutokana na kikosi ambacho cha usajili cha msimu huu kimekuwa ni usajili ambao umevunja rekodi kwa toka 1935 nikizungumza mpaka sasa hivi, inaonekana msimu huu ndio kuna usajili mzuri sana tena mkubwa wa bei wa wachezaji wakubwa na wenye gharama. Je, unapozungumza kwamba tukifungwa alhamdulillah, uone kwamba ukifungwa kwamba ni unaweza kukatia pressure mashabiki? Yani nawaambia mashabiki, naambia wapenzi wanachama wa Yanga, yani mpira kufungwa imo. Yani sio dhambi kufungwa. Sisi tuna timu nzuri. Tukifungwa ni bahati mbaya na tukishinda fresh, lakini dhamira yetu ni kushinda na tunaamini tutashinda. Ila mpira una mambo matatu. Katika hayo mambo matatu lazima ulikubali moja linalotokea kuhusu wewe. Kama tumeshinda ama tumefungwa, mbona tulicheza finali ya shirikisho? Hapa tulitoka 2-1, kule tukaenda tukafunga 1. Lakini tukatolewa kwa kutokana na kanuni, lakini tulikuwa kama tumeshinda vile na tulifanywa hujuma nyingi. Kwa hiyo sisi tukishinda ama tukifungwa, kwa wanachama wa Yanga, mashabiki wa Yanga, sio dhambi, tutajipanga, lakini naamini tutashinda hii mechi. Lakini ikitokea hivyo, maana kuna A na kuna B. Kitokea A tumeshinda, kitokea B tumefungwa ama tumesuluhu, yote heri. Tujiandae na nini sasa? Tutajiandaa na ligi ili tuingie tena klabu bingwa mwakani. Hiyo yote inawezekana, ni mpira huu blaza, ni mpira. Yani uone kama utakuwa unawapa nafasi watani wenu kwamba wenyewe ndio wakubwa kwenye michuano ya kimataifa. Sikilize, mkubwa hana kombe tangu azaliwe. Ukubwa wake uko wapi? Lakini sasa hivi rekodi ya CAF imetoka, nani vilabu bora Afrika. Isitoke rekodi hata ya CAF, itoka hata rekodi ya Chadema. Kombe liko wapi? Mbona sisi kuna rekodi imetoka, sisi wa 9 wao wa 6 wameshuka? Kombe liko wapi? Unajua kama umecheza shirikisho finali, mimi ndio nilianza kucheza shirikisho finali, ukaja wewe. Sasa unanishinda kwa wapi? Mimi nimekufunga mara nyingi, nimechukua kombe mara nyingi hapa Tanzania. Mimi ndio niko juu. Sasa wewe kama ukisema uko juu kwenye nje ya nchi, njoo na kombe. Bwana, kombe langu lile pale, mimi nitakujua uko nje, uko juu. Lakini kama hivi tu nyonde, ukija mimi nakubamiza, ukija nakubamiza, wewe sio lolote kwangu. Kawatambie hao Mtibwa Sukari, sio mimi. Kwenye klabu bingwa Yanga ni mkubwa wapi? Kwenye klabu bingwa sisi klabu bingwa tumefika hadi robo finali. Tumetolewa kizurumishi na Mamelodi. Ngoma inagonga chuma, inaingia yavuni, tumetolewa. Tulikuwa tunaenda nusu, msimu ule ndio tulikuwa tunabeba ile kombe, wakatutoa. Lakini sisi shirikisho tumefika finali. Sasa sisi klabu bingwa tumefika robo, ambapo wao wanaosema wako juu zaidi yetu sisi hawajawahi kufika nusu finali. Sasa mimi nimefika robo na wao wamefika robo. Mara ngapi Simba? Sifahamu. Ila mimi nimefika robo na wao wamefika robo. Wao sasa kuchukua ile kombe ama kufika nusu au kucheza finali hawajawahi klabu bingwa, na mimi niko hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi nina haki ya kuongea. Sasa narudi kwako wewe kuhusu kuingia bure. Bosi wetu kapenda, na mimi namuomba kwamba tutaka maji na juice ya jibusti na ikiwezekana kibiliani. Unaongezea? Nasema kibiliani. Biliani. Sio pilau, biliani. Niongezeke. Na Garibu anaweza kwamba kila mechi sisi tule biliani. Anaweza. Watu 40,000. Watu 40,000. Biliani moja ilikuwa thamani yake shilingi 7,000. Shilingi ngapi? Kani ashindwe, anaweza. Anaweza kutulisha biliani sisi na tukaenda baada tukashangilia kutumefurahi. Anaweza Garibu, tunamwomba na biliani. Sisi watu wa Yanga tuna raha. Hakuna mshabiki mwenye raha duniani kama mshabiki wa Yanga. Amini usiamini. Unaambiwa, lakini mazoea siku zote si mazuri. Swala la mazoea ndio linafanya kwamba wana Yanga likitokea kosa wanaanza kulaumu uongozi na wanasusia mechi. Sikiliza sasa nikwambie. Mazoea hayo sio mazuri. Sisi tuna mfumo wa mabadiliko ambao kila mwaka tunatoa 24,000. Kila mwaka tunatoa 24,000. Tukitoa tu milioni 1 tu, tuna mabilioni ya shilingi. Kuingia bure mechi 2 au 3 au kula pilau au kumnunua ng'ombe wa 600 kuchinja sisi tule, sio sababu. Wao hawezi kuchinja ng'ombe kwa sababu ng'ombe kwa Kihindi ni Mungu wao. Watamchinjaje ng'ombe? Ng'ombe kwa Kihindi ni Mungu. Wanamwabudu Wahindi, wanamwabudu ng'ombe. Ng'ombe anachinjwa vipi watu wale? Hapo sasa ndio wazetu hawezi kuchinja.
Kwa hivyo unanielewa? Hapo ndo pagumu. Wenzetu hawezi kuchinja ng'ombe kwa sababu haramu kwao. Achinje Mungu wamle. Kwa hata ngamia hawawezi. Hawawezi. Wewe Muhindi unamjua, unamsikia. Sasa nikwambia historia ya Muhindi. Muhindi kwanza anafanya kazi Kariakoo. Anaishi kwenye magorofa ya Kariakoo. Anatoka juu anafika chini. Anapika wali. Wali ule ukibaki asubuhi anaukaanga na utia rangi anaita chaulo. Anakula. Kumbe wewe Muhindi unamjua, unamsikia? Silva. Muhindi sisi huko wanasemaga kabila letu Mchaga ndo baili. Muhindi sasa ndo bangili. Muhindi ndo bangili kajinyongolota. Yaani hakuna duniani mtu baili kama Muhindi. Muhindi atupe hata chakula. Muhindi atupe hata chakula. Muhindi yani chakula kichacha atupi. Kikichacha kila anakibadilisha rangi, anakikaanga, anasema hii chaulo. Muhindi ndio anatia mboga pilipili nyingi ili mwanawe asizolee mboga. Hiyo bona kodi hatujui. Kumbe wewe uko mbali sana. Muhindi akitaka kula chakula anakitia pilipili nyingi mwanawe asiguse. Mtoto wake asiguse atakomba mboga. Muhindi ndio ana chumba kila na watoto wa kiume, chumba kila na watoto wa kike. Akipanga chumba kimoja, saa 7 anafunga duka anarudi nyumbani. Kwa nini anarudi nyumbani? Tafute siku nyingine nitakwambia. Nitakwambia kwa nini saa 7 anafunga duka anarudi nyumbani. Muhindi. Unawaambiaje mashabiki wa Young Africans kuelekea mechi ya Jumamosi? Siku ya Jumamosi Yanga tujae kwa wingi sana. Yanga tuje kwa wingi na pressure kushangilia. Alafu wewe ambaye siye Yanga, tunakuomba usije uwanja Benjamin Mkapa. Maana tutakuwa hatutaki kitu chochote kitudhuru au kitu chochote kituchefue. Kama wewe sio Yanga, unaleta utani wako, tulia mechi ishe, ututanie au tutaniane. Lakini wewe tukikuona kwamba ni sababu ya kufanya sisi tukose matokeo yetu ni kwa sababu yako wewe, au umekuja kutukebei au umekuja kuwapa watu nguvu, basi wewe utakuwa umesababisha amani ivunjike Benjamin Mkapa.